Kwa majina ninaitwa Caxton Friday Ojambo, ni mhubiri kutoka katika kanisa la Bumadea. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Niliposikia huu mwito ya kwamba kuna mkutano utakuwa hapa, na mimi nikasema ya kwamba nitajikakamua nifike. Bwana asifiwe. Amen. Na nyinyi pia mliposikia sauti hiyo, mmefanya juhudi zenyu nanyi pia mkaweza kufika mahala hapa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nyinyi mliokuja siku hii ya leo, nyinyi ndio watu ambao Mungu alikuwa amewaandaa kwa ajili ya ukombozi wa boma hili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Mimi sitakuwa mwingi wa maneno. Nataka kuingia tu kwa mambo ambayo yanahusika na mkutano huu wa leo na yanahusika na boma hili. Wenye familia wako ni waone kwa mkono. Huu mkutano ni wao. Huwa ni vizuri wawe karibu nao wasikize pia injili hii, kwa sababu injili ni yao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Nataka kuongea kuhusu kitu ambacho kinaitwa patterns in the family. Bwana asifiwe. Amen. Yaani matukio ya marudio katika familia. Hilo ndio neno ambalo nataka kuongea juu yake. Matukio ya marudio katika familia. Ukisikia kitu kinaitwa patterns, hicho ni kitu gani? Ukisikia kitu kinaitwa matukio ya kujirudia, hicho ni kitu gani? Hiyo ni kitu ambayo utaiona iko kwa huyu, iko kwa huyu, iko kwa huyu, iko na kwa huyu pia. Unakuta katika familia moja kuna watu kama 5, wote wana shida moja. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni pombe, unakuta huyu anakunywa, huyu anakunywa, huyu anakunywa. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni wizi, unakuta huyu anaiba, huyu anaiba, huyu anaiba. Yaani si jambo ambalo linafanyika na mtu mmoja, ni jambo ambalo limejirudia katika watu tofauti. Bwana asifiwe tena. Amen. Hiyo ndio kitu ambacho ninataka kuongea juu yake kwa muda huu mchache ambao uko mbele yenu. Sasa sitachukua muda mwingi, nataka tu muwe makini, mnisikize vizuri, ili na wewe pia uliyekuja katika boma hili upate nafasi nzuri ya kuweza kusaidia boma hili. Unaposikia kitu ambacho kinaitwa patterns in the family, maana yake ni kitu ambacho kiko kwa mtu zaidi ya mmoja katika familia hiyo. Pengine nitatumia mfano. Bwana asifiwe. Amen. Tunapomwona mtu ambaye anaitwa Ibrahimu, baba wetu wa imani. Ibrahimu alikuwa ni baba wetu wa imani. Akaja akaoa mke wake ambaye alikuwa anaitwa Sara. Bwana asifiwe. Amen. Na Sara akawa hazai. Akaishi mpaka amekuja kuzaa akiwa na miaka 90. Bwana asifiwe tena. Amen. Akaja akamzaa mtu ambaye anaitwa Yakobo. Bwana asifiwe. Amen. Alipomzaa Yakobo naye akaja akaoa mke ambaye anaitwa Rebeka. Rebeka naye pia akawa hazai. Bwana asifiwe. Amen. Naye pia akakaa na hiyo shida kama ya nani? Kama ya baba yake. Kama ya babu yake. Bwana asifiwe. Amen. Sasa huyo naye pia akaja akazaa tena katika miaka yake ya uzee. Naye pia akaja akapata watoto. Sasa hiki kitu unaona kilikuwa kinaenda kikijirudia. Kinaenda kikirudia. Unakuta babu tatizo lake ni kwamba mke wake hazai. Isaka akaja akazaliwa, akaoa Rebeka, Rebeka naye akawa hazai. Rebeka naye akaja akazaa watoto mapacha. Naye hawa watoto mapacha waliozaliwa pia, nao pia Yakobo pia wake wake wakawa pia wana shida hiyo. Bwana asifiwe. Sasa hiyo shida ikawa inajirudia katika ukoo huo. Inajirudia katika familia hiyo. Sasa ilifika wakati Mungu akaja akatembelea familia hii. Bwana asifiwe tena. Amen. Hicho ndicho kitu ambacho kinaitwa matukio ya marudio katika familia. Sasa ukiona kitu kiko katika familia na hakiko kwa mtu mmoja, kiko kwa mtu zaidi ya mmoja, ujue hicho kitu kinaitwa patterns. Ni kitu ambacho mtu fulani ameenda akakaa mahala fulani, akaundia watu namna ya mfumo wa kuishi. Huu ni mfumo ambao huwa unatengenezwa na watu wenye maarifa wale. Wanaitwa diviners. Bwana asifiwe. Amen. Hichi ni kitu ambacho kinatengenezwa na wale wenye maarifa. Wanaenda wanakaa chini, wanachanganya hiki na hiki, wanaongea maneno 1-2, baada ya hapo wanatengeneza kitu. Sasa hiki kitu kinakuwa kimefunga watu wote katika familia hiyo. Unakuta kama ni pombe, nimewaambia ni pombe. Unakuta kama ni hii shida inakupata tangu utotoni mpaka utu uzima. Bwana asifiwe. Amen. Sasa huyu Ibrahimu huyu ambaye alioa Sara akawa tasa. Akaja akazaa akiwa na miaka 90. Akaja akazaa Isaka akaoa Rebeka
mpaka naye ameteseka miaka zaidi ya 25 akiwa katika ndoa, hapati mtoto. Bwana asifiwe. Naye pia akaja akazaa mapacha, akazaa Yakobo na Esau. Yakobo pia naye alipooa mke ambaye alikuwa amempenda, naye pia akawa hazai. Akakaa muda mwingi sana akawa hazai, mpaka akasema, mimi sasa ikiwa sikuletei uzao wote, mbona usichukua huyu mfanyikazi wangu ama mjakazi wangu huyu uzae naye ili nipate uzao katika huyo? Unaona, aliyekuwa mke imefika wakati mpaka ameshindwa na maisha, mpaka anamwambia bwana yake, chukua huyu mjakazi basi ukazae naye, basi nitalea kupitia huyo. Bwana asifiwe. Hicho ndicho kitu ambacho kilipata ukoo wa Ibrahimu na uzao wake. Sasa nikisema patterns in the family, naongea kuhusu kitu ambacho kiko katika familia hizi tunazoishi, kiko katika maboma haya yetu. Mengine yamehusika na sisi, mengine tunajua vile yalivyokuwa, mengine hata pia hatujui vile yalivyokuwa. Bwana asifiwe. Sasa hii pattern hii ndio kitu ambacho tumekuja hapa siku hii ya leo kukivunja. Tumekuja kuvunja kitu ambacho kinaitwa patterns, kitu ambacho kinajirudia kwa mtu zaidi ya mmoja. Unakuta watoto wanasoma tu wote, Bwana asifiwe, lakini hawapati kazi wote. Unakuta watoto wanashindwa tu kusoma wote, Bwana asifiwe. Unakuta vijana wote ni pombe, wa dada wote hawaolewi, Bwana asifiwe. Unakuta hata kama wanaolewa hawakai kwa ndoa, yani wote matukio yao ni kama yanataka kufanana. Huyu akitoka kule akuje hapa na mwingine atoke kule akuje hapa, wote wanalia shida moja tu. Yani shida yao ni kama inafanana, ni kama wamepanga, tena wanakuja kwa muda wa kufuatana. Ukiona mmoja amekuja leo, hazitapita siku 2-3 wiki utaona mwingine pia amefika. Bwana asifiwe. Hiyo inaitwa matukio yanayojirudia, yani patterns in the family. Hiyo ndio kitu ambacho kimetuleta katika boma hili. Sasa wewe uliyekuja hapa siku hii ya leo, nilikuwa nakuwekea tu msingi ili ujue ni nini ambacho kimekuleta katika boma hili na ni nini ambacho umekuja kufanya, ili ujue uzito ambao familia hii inapitia. Bwana asifiwe. Nitaingia katika maandiko matakatifu ili tuone Mungu ananena nini kupitia maandiko matakatifu. Hebu ingia katika kitabu cha Mathayo 3 anzia hapo 1. Sitakuwa mwingi wa vitabu, nitatumia vitabu viwili tu peke yake ili hili boma lipate msaada wa Mungu. Aliyepata Biblia asome kitabu cha Mathayo anzia 3:1. Kitabu ni Mathayo mtakatifu 3 kubwa kuanzia penyewe kinasema. Ndio. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi. Ndio. Na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya, akisema, sauti ya mtu aliye nyikani sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia, na mshipi wa ngozi kiunoni mwake. Ndio. Na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakizungumza dhambi zao, huku wakiziungama dhambi zao. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Unaambiwa kuna sauti ya mtu aliaye toka nyikani. Wewe ulipokuwa uko nyumbani kwako, kuna sauti ambayo umeisikia. Kuna mtu ambaye alikuwa analia akitaka msaada wako. Sasa wewe ulipoisikia hiyo sauti, ndio imekuvuta leo mpaka ukafika mahala hapa. Bwana asifiwe. Amen. Wewe uliyekuja hapa siku hii ya leo, wewe ndio umeisikia hiyo sauti. Hiyo sauti imetangazwa katika sehemu tofauti. Hiyo sauti imekufikia hata kule ambapo ulikuwa. Hiyo sauti imepeperushwa katika masikio yako. Hiyo sauti ndio imefanya ukafika hapa. Na umekuja hapa ili ulete ukombozi.
Bwana asifiwe. Na unaambiwa ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Anasema itengenezeni njia ya Bwana. Leo tumekuja hapa kwa sababu ya kutengeneza boma hili. Bwana asifiwe. Leo umekuja hapa na huyo Mungu wako ili afanye jambo katika boma hili. Haujakuja hapa ni kwa sababu huna shughuli za kufanya. Haujakuja hapa ni kwa sababu yani wewe ulikuwa tu ni mtu ambaye huna mpango. Bali umekuja hapa ni kwa sababu ni mapenzi ya Mungu ufike hapa siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na kazi ambayo umeikuja hapa inasema sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bwana asifiwe. Unaambiwa palipo na bonde la maneno lijazwe. Kuna vitu katika boma hili vimekuwa ni kama mabonde. Yaani vimeinuka. Bwana asifiwe. Vingine vimedidimia ndani. Kile ambacho kimeinuka kama ni mlima wa kiburi ushushwe. Bwana asifiwe. Kama ni mashimo yamechimbwa katika boma hili yajazwe. Bwana asifiwe. Kama ni njia zimefungwa katika boma hili zifunguliwe ili watu waweze kupita. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio kazi ambayo umeikuja kufanya hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaambiwa kama ni mabonde yafanye nini? Yajazwe. Bwana asifiwe. Na kama ni mashimo basi yafanye nini? Yajazwe. Kama ni milima itandazwe. Kama ni njia zimefungwa zifunguliwe. Hiyo ndio kazi tu kidogo tu ambayo mimi nataka uifanye ukiwa katika boma hili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe unayejiita nabii, wewe unayejiita mtume wa Mungu, wewe unayejiita mtumishi wa Mungu, wewe ambaye Mungu anakutumia katika hali tofauti tofauti. Najua kila mtu anatumika katika hali yake. Bwana asifiwe. Wewe unavyotumika sivyo ninavyotumika mimi. Lakini kazi iliyotuleta hapa ni kwamba palipo na bonde la maneno lifanye nini? Palipo na mlima wa kiburi ushushwe. Palipo na njia zilizofungwa zitengenezwe. Mahali ambapo kuna nyika maji yapatikane kutoka katika nyika. Bwana asifiwe. Mahali ambapo kuna jangwa basi maji yatoke katika jangwa. Kama maji yalivyotoka katika jangwa wana wa Israeli wakakunywa. Na boma hili pia limekuwa kama jangwa. Nalo pia maji yapatikane kutoka katika boma hili. Unaona yule mtu ambaye alikuwa amekatalia miwa. Miwa ni ladha ya maisha. Kwa sababu kila mua unasikia utamu. Bwana asifiwe. Bado ukiona mtu amekatalia miwa, ujue amekunyima ladha ya maisha. Yaani kuna kitu kimekosekana katika boma hili. Bwana asifiwe. Na hicho kitu ndio tumekuja kukitafuta leo. Hiyo miwa lazima leo tuishike ili iingie katika maisha ya boma hili. Watu wa boma hili wanafaa waanze kula mua ambao umeonekana kuwa kuna mtu anawakatalia. Bwana asifiwe. Na wewe uliyekuja hapa siku hii leo, wewe ndiye utakayeweza kupambana na yule ambaye alikuwa ameshika upanga akizuia mua usipatikane. Bwana asifiwe. Kuna upanga ukatao kuwili ambao ni zaidi ya panga zote. Huo upanga ndio ninaotaka uinue hapa siku hii leo. Na utakapouinua huo upanga, basi hili boma litapata mabadiliko. Bwana asifiwe. Hili boma litapona kwa sauti ya Mungu. Hili boma litaona mkono wa Mungu kwa sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Msomaji wangu, ingia katika kitabu cha mwisho ili tufanye maombi katika boma hili. Kitabu cha Yeremia 1 mstari mdogo wa 10. Kitabu ni Yeremia 1:10 ndogo kinasema. Ndio. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa. Tulia kidogo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba angalia, Mungu leo amekuweka juu ya mataifa na tena amekuweka juu ya falme ili kung'oa na
kubomoa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu ambavyo unafaa uving'oe katika boma hili. Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo unafaa uvibomoe katika boma hili. Bwana asifiwe. Amen. Ndio sababu Mungu amekuaminia siku hii ya leo ukafika hapa ili uje ufanye kazi ya kung'oa na kubomoa. Ili hili boma lipate uponyaji, linataka kung'oa na kubomoa. Kuna vitu vinafaa vibomolewe katika boma hili. Kuna vitu vimefunga boma hili, haliwezi kuendelea. Kuna vitu vimefunga watu wanaokaa katika boma hili, hawawezi kuendelea, hawawezi kufanya shughuli zako, hawawezi kuona ladha ya maisha. Bwana asifiwe. Sasa wewe leo ambao Mungu amekuita siku hii ya leo katika boma hili, wewe ambaye ni nabii wa leo, wewe ambaye ni mtume wa leo, wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu wa leo, ambaye umefika katika boma hili, umekuja kung'oa na kubomoa. Sasa kama umepewa uwezo wa kubomoa, basi ni wakati wako wa kusaidia boma hili. Bwana asifiwe. Amen. Na kama umepewa uwezo wa kuharibu, basi imefika wakati utumie huo uwezo ili Mungu aweze kudhihirika katika boma hili. Endelea. Naendelea ikisema, na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Tumekuja hapa kuharibu na kuangamiza. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu lazima tuviangamize leo katika boma hili. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu lazima tuviharibu katika boma hili. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu lazima viteketee. Hata kama havitateketea katika macho ya kibinadamu haya, lakini katika ulimwengu wa roho lazima moto mkubwa uwake. Bwana asifiwe. Amen. Lazima moto mkubwa uwake ili vitu viteketee. Vitu vilivyofunga katika boma hili ni kwa sababu wewe kama una macho ya kiroho kweli na huwa unaona, utaona ya kwamba watu walioko hapa katika ulimwengu wa roho ni wengi sana kuliko hata nyinyi mliokuja hapa siku hii ya leo. Sasa kuna mambo yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Sasa hayo mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa roho ndio yanafanya sasa uhalisia wa kikawaida huu uonekane. Ukiona mambo yameshindikana katika ulimwengu wa kawaida, ujue yalianza kushindikana katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Sasa vita havijaanza mwilini. Ndio unaambiwa vita vyetu si vita vya damu na nyama, bali ni vita vya kiroho vya kupambana na ile mwovu shetani. Sasa vita huwa vinaanza rohoni. Hakuna matukio yanakuja kutukia kama yalivyo hivi, isipokuwa kwanza hayo matukio yameanza rohoni. Amen. Sasa umekuja hapa kubomoa vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida. Unaweza ukajiona wewe ni mwepesi, kuna nguvu, kuna uzito, kuna kilo nyingi, lakini katika ulimwengu wa roho wewe ndiye mtu ambaye Mungu amemwaminia. Wewe ndiye mtu ambaye Mungu anaona unatosha katika kukomboa boma hili. Wewe ndiye mtu ambaye Mungu amesema atakutumia. Muko wengi katika dhehebu hili, muko wengi katika kanisa hili. Jiulize, mbona hamja kuja nyote? Ni kwa sababu nyinyi wachache ambao mmefika hapa, nyinyi ndiye watu ambao Mungu amewaandaa ili muweze kukomboa boma hili. Bwana asifiwe. Na umeambiwa kitu cha mwisho hapo ni nini? Hayo maneno mawili ya mwisho, kuangamiza ili kujenga na kupanda. Tumekuja hapa ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe. Sasa kuna kazi kama 5 zinafaa zifanyike katika boma hili. Kuna kazi kama 5 zinafaa zifanyike katika boma hili. Kwanza tumekuja kuharibu 1. Tumekuja kubomoa 2. Tumekuja kufanya nini? Kung'oa. Na tumekuja pia kupanda. Tumekuja kufanya kazi hizo zote. Sasa kama wewe Mungu amekujalia moja katika kazi hizo, basi ni wakati wako sasa Mungu akutumie. Na usije ukaangalia mwingine. Wewe kile ulichopewa sicho alichopewa mwingine. Bwana asifiwe. Jaribu kutumia kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Na ndio unaambiwa usiache karama iliyomo ndani yako iweze kufa. Mimi nimepewa huduma ya uinjilisti, na mimi nimesha kuandaa, na umeshajua kile ambacho kimekuleta katika boma hili. Sasa tumia hii nafasi siku hii ya leo ili uweze kukomboa boma hili. Mimi sitakuwa mwingi wa maneno. Kwa hayo machache najua ya kuwa umenipata vizuri. Wacha neema ya Mungu itembee pamoja nawe unapoleta ukombozi katika boma hili. Aliyesikia na Bwana amubariki. Amina.